Mama Shiro, you're very welcome to be with us. It is our prayer that you will choose this place to be your place of worship. Your husband is the son of this place. The way you see it, the Lord met with him when we had gone to preach somewhere so many years ago. Is that true, Brother Mutahi? I think it's about 7 years old, that. And he believed, and he was taken to the waters and was baptized. And all those days, there has been days of wilderness. Kumekuwa na siku za jangwani. Wana wa Israeli, baada ya mwana kondoo kuchinjwa katika nchi ya Misri, na wakafurahia sana kwamba wameupata ukombozi, kulikuwa na siku za jangwani. Amen. Kwa hivyo, na kwa maisha ya ndugu yetu Mutahi, kumekuwa na siku za jangwani. Amen. Where the Lord has been working on him since that day. And now, it has come a time when the Lord has reminded him home, and he's very much welcome. Amen. You're very much welcome. We are believing God for your family. We have been praying for you. Amen. First of all, I want to read from the book of Haggai. Nisome kutoka kwa kitabu cha Hagai, mlango wake wa kwanza, chapter number 1, beginning from verses, number 1, beginning from verses 2. And first shall we pray? Everlasting and eternal God, in the name that you gave us, Yehoshua Adonai, we humble, we repent, we confess our sins, we pray forgive us and have mercy upon us. Lord, accept our offering, the offering that we are giving, the offering of praise, the offering of fellowship, and even the giving, Lord, and even the speaking of the word. I pray that you are going to speak with us according to your perfect will. As we are going to the reading of the word, I pray that the Holy Spirit will come down and that he will minister to us, to speak to our souls in the name of Jesus. That we are not going to come out of this place the same. That you are going to change us. Remember us, Lord. Bless the places of our work. Bless us, Lord. Bless our homes. Let your Holy Spirit come and minister to us. We repent of every sin. We repent of every iniquity. We pray that you forgive us and have mercy upon us. Thank you for our visitors. We bless them in your name. In the name that you gave us, Yeshua Messiah, we pray, believing and trusting. Amen. The book of Haggai, chapter number 1, from verses 2. Haggai is a neighbor to Habakkuk. He's one of the minor prophets. We consider the minor prophets. And on the other side, on the right hand, Haggai is a neighbor to Zachariah. Haggai ni jirani wa Zakaria pande moja, na pande huu mwingine ni jirani wa Habakkuk. Amen. Kitabu cha Haggai, mlango wake wa kwanza, mstari wa pili. Thus speaks the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built.
Watu hawa wanasema wakati uko bado wa kujenga nyumba ya Bwana. Praise the name of Jesus. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O you, to dwell in your sealed houses, and these houses lie waste? This house lie waste? Je, ni wakati wenu wa kustarehe katika nyumba zenyu, huku nyumba ya Bwana ikikaa vibada? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Basi asema Bwana, angalieni njia zenu. Can I have that Swahili Bible over there? Thank you. You know, the word of God is the original seed. Baba. And the word of God requires not a private interpreter. I normally say that. Neno la Mungu ndio mbegu ya asili. Na hiyo mbegu ya asili ambayo ni neno la Mungu haihitaji mtafsiri wa siri. It doesn't require a lawyer. Haihitaji wakili ili aweze kulitafsiri. Neno la Mungu ni kama vile mbegu. Tunasemaga ukichukua mbegu ya mahindi uende upande kwenye shamba, hautahitaji kuja na Biblia ufanye unabii ukisema na tabiri kwamba hautakuwa mahindi utakuwa maharagwe. No, it is not possible. The life of the maize is in that seed. After you have sowed it, you give it time, it will come out and will manifest what you sowed. Mwadhani ya gosho. Amen. The word of God said that the sower came out to sow, and after he sowed, the evil one also came and sowed at night. This is the reason why you have to keep watch of your garden. Urabatara guikara ukiroraga mugoda waku. Mwadhani ya gosho. Ni tondu after you have sown and after you have gone to sleep, the evil one is not sleeping. Amen? Amen. You have good plans for your children. You have good plans for your family. You have good plans about your future. Praise the name of Jesus. But do you know, somebody also is having a plan, and that person is not a friend, and that is the devil. Je, unajua ya kwamba shetani yako na mpango pia? Lakini kuna neno moja lililo juu ya yote. Nalo ni kwamba ninajua mipango ninayowapangia. Thus said the Lord our God Jehovah. Amen? But you have a responsibility to keep watch of your land. You have a responsibility to keep watch of your sowing. Amen? The word of God is saying, these people say, watu hao wanasema ya kwamba si wakati wa kujengea Bwana nyumba. Ebu nisomee brother Mutahi. I will kindly ask you to read for me from the Swahili Bible. Allow me to use you. I have been missing to be with you, and now you are here. Allow me to use you, brother. Take it. It is here.
the Swahili Bible. Read for me verses 2. Neno la Bwana linasema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Verse 3. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika. Mstari wa 5. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi. Mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamjakunywa. Mnakunywa lakini hamtosheki. Tutumie hivyo. Endelea. You clothe. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye joto. Endelea. Na yeye apataye mshahara, yeye anayepata mshahara apata mshahara ili kuitia katika mfuko iliyotoboka. Anapata mshahara ili aiweke kwa mfuko uliofanya nini? Toboka. Endelea. Bwana wa majeshi asema hivi. Zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti. Mkaijenge nyumba nami nitaifurahia. Nami nitatukuzwa ndani yake. Endelea. Asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vilitokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani vikapeperushwa. Keti chini. Praise the name of Jesus. Amen. Everybody is looking for a prophet. Amen? Amen. Everybody is looking for an interpreter who can interpret occurrences in his life. Is it true? Omundu arasharia munabii uria ungihota kumwira maundu make. Is it true? Yes. Everybody is looking for a wise man who will come and tell me what is the problem with my life. Is it true? Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Who is the true prophet? Nabii wa kweli ni nani? The true prophet, my brother, is the word of God. Amen? Amen. Nabii wa kweli ni neno la Mungu. Hello? Hello. Ukikutana na manabii wengine huko nje, watakudanganya. Watakwambia naonyeshwa na Mungu, kuna mtu alikuja akakanyaga sijui kwa nyumba yako, akafanya hivi, ndio manake watoto wako, mambo mingi. Are you getting me? Yes. Ukienda huko nje,
benefiting themselves from your problem. Are you getting me? But there is a true prophet in your midst today. Kunaye nabii wa kweli kati yenu leo. Nabii wa kweli kati yenu leo ni nani? He is the word of God. Amen? Who shall I ask about my life? I want to ask the word of God. Amen? Ni nani nitauliza kuhusu maisha yangu? Naomba nimuulize asiye na mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake katika neno lake. Amen? Listen to me, my brother. Our Lord Jehovah is duty bound to do his word. The great King Elohim Jehovah, he is duty bound to do his word. Bwana Mungu wenu anawajibika kulifanya neno lake. Amen? Na mimi ninawajibika kulikaribia neno lake. Amen? I am duty bound to come to his word. Coming to the word of God is equals to coming to the presence of God. Amen? And coming to the presence of God is equals to having the part of the table that belongs to me. Mwadhani ya gosho, kukurundi methani ya Ngai ni kuga ni ngoria aria angi makiria. Amen? Kukurundi methani ya Ngai ni kuga ndi secure. Praise the name of Jesus. Hello? The word of God in the book of Haggai, it is saying, these people say, it is not time to build the house of God. Ate, this is what people are saying. It is not time to build the house of God. Hello? Si wakati wa kujenga kanisa, si wakati wa kufanya kazi ya Mungu. It is not time to do the work of God. But the Lord is saying, basi ni wakati wenu kukaa kwenye nyumba zenyu zenye mapambo. Is it your time to be in your houses that are decored? Is it your time to be in your artistic homes? Is it your time? The Lord is saying, behold, you have sown much, but bring it little. Tazama mmepanda mingi, mmepata dogo. Is this not the interpretation of my life? Is this not the interpretation of who you are? Je, hii si tafsiri ya maisha yako? In your imaginations, you had imagined big things. Katika mawazo yako, ulitaka makuu. You did some imaginations. You built in the earth. But did you commit your imaginations to the great King? Je, ulimpa Bwana mawazo yako? Je, ulimpa Mungu? Did you involve him? Last Sunday, as we were here by the grace of God, we were talking about the suffering of the servants of God. And we saw that they suffer in percentage. We saw Ezekiel was suffering in percentage. Hezekiah was suffering in percentage. Praise the Lord Jesus. And we are having the call to come out of our comfort zone. Tulikuwa na wito tutoke katika hali yetu ya starehe. Praise the Lord Jesus. You have forgotten to wake up early and pray. Umesahau kuamka usiku kuomba. Hata kale kakitu ulikuwa napigia magoti
hata hujui umekatupa wapi. Unapoamka unajipindua once, unajipindua twice. Unasema Bwana Yesu, uta understand. You want to tell God, will understand. Praise the name of Jesus. We have to come out of our comfort zone. We have to come out of our comfort areas. Tunahitaji kutoka katika mahali pa starehe yetu. Praise the name of Jesus. Who will go and cut those trees and build the house of God? Ni nani atakayepanda huko juu alete miti tujenge Bwana nyumba? Wakati mwingi watu wanataka kukaa kwa nyumba zilizojengwa. Sio? Hatutaki kuchoka. We want to go to a church which is well built and then start identifying ourselves with it. When you're telling people, like once upon a time I happened to be at Thika. There's a big church somewhere. And I happened to look at it, nikasema haki, kama Mungu angekuwa atembee duniani, si pengine angetambua hii akuja kae hapo. Sio tatu. Praise the Lord Jesus. Tunataka tuwe mahali ambapo pamejengwa tayari. Tunataka tuwe mahali ambapo ni established tayari. Wapi mkono wako? Wapi baraka yako? Wewe utajenga nini? Praise the Lord Jesus. Let us go up the mountains. Nituambatei ile maine. Tuthie tutue miti. Turehe. Twakirenda inyumba. Amen. Let us go up the mountains and cut trees and bring and build the house. What is the experience of the mountains? Ni vipi kule milimani? Experience ya milimani ni gani? Unaenda unaangalia mti ule mzuri, wenye unakaa vizuri wa kujenga nyumba ya Bwana. Amen. Mti huo ni mgani? Kwanza unaangalia nyumba ya Bwana si mawe. Nyumba ya Bwana sio miti. Nyumba ya Bwana sio simiti. Hapana. It is up about your life first. Ni kuhusu maisha yako kwanza. Kwa sababu wewe ndio makao ya Roho Mtakatifu. You are the dwelling of the Holy Spirit. Praise the Lord Jesus. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and bring it little. You eat, but you have not enough. You drink, but you are not filled with the drink. You clothe you, but there is none warm. And he that earns wages to put it into bag with holes. Praise the name of Jesus. Brother Mutai. Yes. Nitakuuliza swali. Praise the name of Jesus. You have to be prepared. Once upon a time it happened that a preacher was preaching and something just happened. The preacher had to stop preaching, and he was preaching live. You know what he did? He just took one of the elders who were sitting beside him, akampa microphone, akamwambia, brother, continue. Ameshikwa na kitu ambao lazima atoke kwa madhabahu. The brother was coming from sleep. Praise the Lord Jesus. So he started yawning, and it's good to walk with the preacher. Amen? So that when you happen to be called, you can know where to continue. Praise the Lord Jesus. The book of Haggai, chapter number
1 verse 6, you have so much and bring it little. You eat, but you have not enough. Drink. You clothe you, but there is none warm. And he that earns wages to put it into bags with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Now this, the Lord our God, is interpreting our lives. He's talking about the way we are living. Unatafuta sana, haurali. Once upon a time I was a slave. And I was a slave of work. Because I thought that without working, my children will not eat. And I was a slave for many days. Nilikuwa mtumwa kwa miaka mingi. Nilikuwa naenda kanisani nikiwa nimebeba kabag. By then I used to sell dawa za mende na panya. Na kwa hivyo nilikuwa naenda, nikitoka kanisa ninakimbia niende kazi. Siwezi lisha watoto nisipokuwa kanisani, nisipokuwa kazini. Praise the name of Jesus. Lazima tukate kamba. Lazima tukate minyororo. We must cut the ties. We must cut them. Praise the name of Jesus. We must give a tithe of our time to God. Most of the time when we are talking about tithe, we think about money. But you don't think about your time. Do you give your time to God? You have how many hours in a day, Brother Mutahi? 12 hours. Yeah? 12 hours a day. You have 12 hours a day. And 12 hours a night. And 12 hours at night. How do you use your time, my brother? Can you give us an approximate means how you use your time? How many hours are you at work? Uko masaa ngapi kazini, brother? Kijaribu ku approximate. From 9 to 9. 9 to 10. So you have like 15 hours of work. Yeah? How many hours of sleep? You have 15 hours of work because you work from 9 to 9. Oh, those are 12 hours. How many hours do you have of sleeping? How many hours do you have of praying? You don't answer me that because probably I don't want you to fall into temptation. Because you are in the presence of God. Amen? Ulikuwa na masaa mangapi ya kuomba? Probably 10 minutes, probably 20 minutes, probably 30 minutes. Praise the name of Jesus. And sometimes you wake up very late and you are thinking now time has gone. I want to get to work quickly. So you have just 5 minutes. Lord, you understand. I'm late. We will talk later. Praise the name of Jesus. But when you go out there, you have time for politics. You can start with people and discuss about Kasungo and talk about it. You can take time to talk politics. You can take time to discuss nothing with friends. Nothing. By that time you are not making for your children. Haufanyi kazi. Umesimama tu hapo unaongea na marafiki. Lakini hauna nafasi ya kuomba. Praise the name of Jesus. Hauna nafasi ya kuongea kuhusu Yesu. This is what the word of God is saying. Tazama, mumepanda mingi, mumevuna chache. Na yule ambaye ameandikwa mshahara, anafanya kazi, akipewa, anaweka kwa mfuko ulioraruka. Hii ni kwa sababu gani?
Angalia nyumba ya Bwana inakaa vibanda. Angalia hali ya nyumba ya Bwana. Praise the Lord Jesus. Angalia hali ya nyumba ya Bwana. This is the reason. When I was praying here in the morning, and I was actually very down, to say the truth, and I was telling God, oh Lord, you know why I'm here. I'm here because I want to be in an altar that I understand. Nataka niwe hapa kwa sababu ninataka niwe na katika madhabahu ambao ninaelewa vizuri. Kwa sababu siku hizi kuna hatari kwamba watu kwa sababu wanatafuta kuperform, wanaenda mpaka kutafuta nguvu za giza ili wakuje wafanye miujiza, watu waone ni kama ni Mungu, wawafuate. It is happening. Praise the Lord Jesus. Because people are looking for miracles. They are not looking for God. Watu hawatafuti Mungu. Watu wanatafuta miujiza. They're looking for miracles. So, it is very dangerous to go to an altar which you don't understand. Ni hatari sana kwenda kusikiliza hata mahubiri ya mtu ambaye huelewi. Utashirikishwa maroho. What does this mean? Hii inamaanisha nini? You have the responsibility to build an altar which you understand. Una jukumu la kumjengea Bwana madhabahu ambayo inaambatana na neno la Mungu. Na nabii wetu anaitwa Neno. Our prophet is called the Word Prophet. Amen? What the Word of God says about me is the truth. Amen? What the Urim Thummim speaks about me. What is the Urim Thummim? You remember I told you the Urim Thummim were the 12 stones which used to hang on the chest of Aaron. And even the prophet would prophesy. The Urim Thummim would reflect to prove it is true. So everything that is spoken must be reflected by our Urim Thummim, the word of God. Amen? Go up to the mountains. Edeni juu milimani. Mutafute miti. Murete tumjengee Bwana madhabahu. Amen? Edeni juu milimani. Mutafute miti. Murete tumjengee Bwana madhabahu. Amen? Waiteni watu waje kwenye kizima. Call them to come and drink of the water. Amen? When that day comes, my brother, when the Lord will have come, Bwana Yesu atakaporudi, kila mtu atasimama na kazi yake. Amen? I don't know whether I will stand with these chairs. I am not certain whether I will stand with the chairs and tell God I brought you chairs. I don't know. But there is one thing I am sure. I will stand with Brother Nyaga and tell God I bring this brother to you. Amen? There's one thing that I am sure, that I will stand with Brother Mutahi and tell God, Lord, behold Brother Mutahi. Amen? But there's one thing I know for sure, that on that day, I will stand with Brother Wabua and tell God, behold Brother Wabua. Amen? These are the trees the Lord is talking about. Hii ndio miti ambao Bwana ananena kumhusu. Hii ndio ile miti ambao Bwana anasema, edeni milimani mkakate miti. Don't just tell somebody about Kasongo. Praise the Lord Jesus.
That one has no reward. Tell somebody about Jesus. Amen. Tell somebody about your altar that you have built. Ambia mtu kuhusu madhabahu ya Gentile followers of the Jewish Messiah, where they will hear about the true God, where they will hear about the true gospel. Tell them about Jesus. Amen. Usiambie mtu tu kuhusu mama fulani. Usiongee tu masengenyo. Hapana. Don't just put up a Nigerian movie. No. Also put up the word of God. Weka pia neno la Mungu. Let people hear the word of God. Amen. Tell them, this is my pastor. Let us listen to the preachings of my pastor. Tell them that. When the word of God is planted into the soul of a man, wakati neno la Mungu linalopandwa kwenye moyo wa mwanadamu, neno hilo la Mungu haliwezi potea milele. Amen. Ambia watoto wako kuhusu Mungu. Ambia watoto wako kuhusu Yesu. Tell them. Go up to the mountains and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it. Ebu sikia. Edeni milimani, mkate miti, munijenge nyumba, nami nitaifurahia. Ebu sikia Bwana akisema ya kwamba nitaifurahia. Amen. Nitaifurahia. Amen. Bwana anasikia aje wakati brother unainua mikono yako juu na kumwambia unastahili? Bwana Yesu anasikia namna gani when you lift up your hands and say you're worthy, my Lord, you're worthy. I give you praise, I give you honor. You're worthy, my Lord, you're worthy. Praise the Lord Jesus. Hii ndio Mungu anafurahia. Nyumba ulioijenga. When you told somebody about Yeshua, when you told somebody about Yeshua, when you told somebody about Yehoshua Messiah, when you told somebody about Jesus, when somebody is singing the song of praise to God, you are great, my Lord, you are great, you are great. You are great, my Lord, you are great. Wakati watu wanapoimba wimbo ambao wewe umeuimba na kuutunga, wimbo wa kumsifu Mungu, elewa ya kwamba hiyo ndio nyumba uliyomjengea Bwana, naye Bwana anaifurahia wakati nyimbo hizo zinapoimbwa na watu wengine. Amen. Don't say that you don't have a voice. Usiseme hauna sauti. Hata kama sauti yako inakaa kama barabara ya rough road, you can do something. Usiseme hauna kitu hata kama unakaa aje. It doesn't matter what people say about you. No, you know something. Wakati unapochukua hatua ya kwenda mbele, haukutanani na marafiki, unakutana na discouragers. Mtu mwenye hajakuwa akienda kanisa akisema leo nilienda kanisa, atakutana na wale wanamwambia saved indeed. They don't believe you can do it, but God believes in you. Hawaamini unaweza, lakini Mungu anakuamini. Amen. God believes in you. Amen. So today I want to continue saying, let us come of our comfort zone. Tutoke katika hali ya raha. Amen. Tutoke katika hali ya raha. Put up a bigger target. And I want to tell you something. Those things that you see spiritually, those things that you see physically, they are the same in the spiritual realm. Hivyo unaona mambo katika mambo ya halisi yako hivyo kiroho. Unaona maodo, unaona spiritually. So if you want to change your physical world, you must change your spiritual world. Kitaka kubadilisha mambo yako ya dunia, badilisha ya mbinguni kwanza. Itabadilika tu by itself. Amen.
tunatoka katika comfort zone yetu. Mama Imani, kama ulikuwa naenda kachama kenye unatoa kamia, kwa imani enda uongezee 50, utoe ya 150. Amen? Ili usiwe na amani. Ili usiwe na amani, utoke kwa comfort zone yako. Ulikuwa natoka kamia, wacha sasa kamia ongezea 50 ili ufinye budget. Amen? And after you have done that, unajua nini? Utakuwa na masaa yameongezeka ya kuomba. Kwa nini? Kuna pesa unahitaji na una. Utakuwa na masaa ya kazi yameongezeka. Kwa nini? Kuna pesa unahitaji na hauna. Itakapokuja itakuwa furaha katika maisha yako. Amen. Kuhusu nyumba ya Mungu, hebu tutoke katika raha yetu. Hebu tutoke katika raha yetu. Praise the name of Jesus. Hebu tuwe na wale watafika mapema. Hebu tuwe na wale watachukua nafasi ya kuweka watoto chini, wafundishe nyimbo za Mungu. Hebu tupate nafasi ya wale wazee watapiga magoti mapema. Naomba Mungu anijalie nifike hapa kama hakuja mtu yeyote, niombe peke yangu kwanza. Praise the name of Jesus. Tunataka kufurahia kazi za watu wengine. Unataka kufurahia kazi ya watu wengine. Je, unajifanyia nini ndugu? Je, unajifanyia nini dada? Ni kama mtu anayetaka kufurahia mtu mwingine akiendesha gari kubwa pale. Oh, you know that vehicle, it belongs to our village. Okay, ugojesha mtoto ndio utajua si ya village yenu. Mtoto akiwa mgonjwa, you will know that that vehicle does not belong to your village, because you are not going to access it. Praise the Lord Jesus. We are going to come out of our comfort zone and we are going to see God into our lives. Shall we pray? Amen. Do you believe? And I believe. Then let us pray. Simame. The Holy Spirit shall come down. Cut for me. And we shall